siku hii ya leo nitasema nawe kwa habari ya unawaza nini juu ya Mungu. Kumbuka, yako mawazo mazuri, yako mawazo mabaya. Kuko kuomba kuzuri, kuko kuomba kubaya. Kuko kutazama mema na kuko kutazama maovu. Kuko kusikiliza mabaya na kusikiliza mema. Je, fikra zako hujengwa na nini? Macho na masikio ni milango itakayopeleka taarifa katika ufahamu wako, hivyo kukufikirisha yamkini ni mambo mazuri au mabaya. Leo wengi wamenaswa kutazama mambo machafu, picha za ngono mitandaoni, picha za vita, za uchawi, mambo ya kishirikina na vitu vingine vya mauzauza ambavyo mwisho wa siku vinapelekea mawazo yao kuelekea kubaya, na hata wanapolala usiku huanza kuota ndoto za kuweweseka kutokana na taarifa mbaya zilizoingia katika ufahamu wako. Leo Biblia inasema nawe katika Nahum 1:9, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Ukiipata muda, tuma neno pamoja kwenye mfumo huu wa Mobile Church Tanzania kwa kufungua simu yako eneo la message, ukaandika pamoja, ukatuma kuja kwa namba hii ya 0755 na kila kitu tumekuwekea hapo. Kufuata utaratibu wa maombi, utaona kodi ya maombi hapo ni P5. Ingia, hakuna mtu atakaye kuuliza chochote. Vitu vyote tumeviweka hapo viweze kukusaidia maisha yako ya kiroho, uweze kuwa na mawazo mazuri, mtazamo mzuri, maombi mazuri. Kwenye hiyo kodi ya P5 weza kujifunza jinsi ya kufunga na kuomba vema ili uweze kupata majibu mema ambayo yatakuwa na kibali, baraka, amani, furaha. Ufurahie uokovu, umuone Kristo Yesu ambaye yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, jemedari wa vita, simba wa kabila la Yuda. Nampenda sana Yesu. Yeye ametununua kwa damu yake ya thamani. Tunalo tumaini katika yeye. Zaidi sana, tunao ushindi katika ulimwengu huu dhidi ya dhambi, magonjwa, nguvu za giza, uchawi, uganga, ushirikina, ulozi. Hauna nafasi katika maisha yako. Unaukataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika Yakobo ile sura ya 4 na mstari wa 7 hadi wa 8, mpingeni shetani naye atawakimbia, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Lakini liko angalizo hapo, lazima utakase mikono yako na moyo wako. Kama we ni mtu mwenye dhambi, mikono yako yamkini ina damu, umekuwa mtu wa dhuluma, ukidhulumu watu, nakopa hulipi, nafanya matendo maovu machafu, yamkini unapata fedha kwa njia chafu. Tubu, fanya toba leo, kubali kuokoka, acha ulaghai na udanganyifu. Dhuluma hailipi. Kisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, unaona dunia iligarikishwa kwa sababu ya dhuluma. Mungu anasema akaiona dunia imejaa dhuluma na kila mwenye mwili amejichafua kwa dhuluma. Kwa hiyo wewe unayenisikia, kataa dhuluma, tenda haki, kuwa mtu smati, usiwe mbabaishaji.